Hey guys, Bwana Yesu asifiwe. This is Wakristo family. Yes, my name is Gitanod 7 and my wife is... My name is Jacqueline Wakristo. Yes, together as Wakristo family. Yes, we are so happy to have you. Mungu awabariki sana. Kwa nyie wageni ambao mmelandin kwenye channel yetu, Mungu awabariki sana. Karibuni sana. Na kwa wenyeji ambao mmerudi tena, karibuni, tunawapenda sana. Yes, karibuni sana kwenye channel yetu. Na siku ya leo bwana, kuna topic kimoja fulani tutakizungumzia. Yes. Ya muhimu sana. Yeah. So, tutaenda kuelezea vitu ambavyo sisi tulifundishwa kwenye premarital counseling, yani mafundisho ya kabla ya ndoa. Kwa sababu tumegundua kwamba watu wengi wanaoingia kwenye ndoa mara nyingi wanakuwa wanajiandaa na maandalizi ya harusi, vitu kama hivyo, yani maandalizi ya sherehe. Wanakuwa wanashindwa kufocus na vitu ambavyo ni muhimu zaidi, vitu ambavyo watatakiwa kuvifanya wakati wameingia kwenye ndoa. Kwa leo tutaenda kushare vitu vichache ambavyo tumeona ni muhimu. Yes. Tutaenda kushare na nyinyi ambavyo sisi tulifundishwa kwenye premarital counseling na vinatusaidia mpaka sasa hivi kwenye safari yetu ya ndoa. Si ndio baby? Yes, yeah. Kabisa. Of course kila mtu anafahamu kuhusiana na swala la premarital counseling. Watu wengi wamekuwa wakipuuzia mafundisho haya kabla ya ndoa, mafundisho ya ushauri kabla ya ndoa, mafunzo namna ya kuishi. Kwa hivi ni vitu fulani muhimu sana, especially kwa watu ambao mmechukua maamuzi ya kuamua kuingia kwenye ndoa. Ndio. Na mna malengo fulani ambayo wote mnatazamia kuyatimiza. Yes. Kwa masomo haya yamekuwa muhimu sana. Kwa leo tutazungumzia topiki moja, japo kumekuwa na topiki kadhaa kwenye mafundisho haya. Kuna topiki kadhaa ambazo zinaweza kutusaidia kama wanandoa. Mkiingia kwenye ndoa mnaweza kuzitumia. Yes. And leo tutaongelea kuhusiana na communication. Yeah. Yes. Yes, kama tunavyojua kwamba communication is key. Katika kila mahusiano lazima kuwe kuna good communication. Kama tunavyoelewa, unapoingia kwenye ndoa unaingia na mtu ambaye Yesu unampenda, lakini ni mtu ambaye ni tofauti na wewe. Kwa hiyo naona ni swala muhimu sana kuelewa namna gani mnaweza mka-communicate ili kuepuka zile conflicts ambazo zinaweza zikatokea hapa na pale. As we all know, communication ni mawasiliano kati ya mtu na mtu. Yes, and tukizungumzia communication kwa upande wa ndoa, mahusiano ya ndoa, tunazungumzia mawasiliano kati ya wanandoa. Yes, yani mimi na mke wangu, mke wangu na mimi mume wake. Yes. So kama alivyosema mume wangu, communication ni mawasiliano kati ya mtu na mwenza wake. Kama tunavyoelewa wanandoa tunapendana, si ndio Yes. Kwa hiyo kwenye kucommunicate, sasa kwenye kipindi cha furaha, hamna conflicts, hamna quarrels, inakuwa ni rahisi, inakuwa ni nyepesi sana. Yeah. Changamoto inakuja pale sasa kucommunicate wakati mna conflict. How do we communicate when we have conflict? Yes, how, yani nani tunavyowasiliana kipindi tuna conflict ina determine furaha na mahusiano yako wewe na mwenzako yatakuwa yanaendaje. Tutaenda kuelezea pointi 5 ambazo ni muhimu za kuzingatia pale unapowasiliana na mume wako au mke wako wakati mna conflict. Yes. Point number 1, you have to consider the time. Lazima uzingatie muda na wakati wa kuwasilisha malalamiko kwa mwenza wako. Let's say mnagombana wakati huo. Yes, ndio. Wakati mnagombana, mnakuwa mna quarrels, mnarushana maneno. Kila watu kila couple ina namna wanavyogombana. Sisi watu tunagombanaje babe? I don't know, lakini you don't know. Sijakariri, lakini hatuna ile kugombana kwamba eti hivi. Yes, kulishana maneno inakuwa sio vizuri, au kutukanana au kumuinsult mwenzio, kumtishia, sio nzuri kwa wanandoa. Lakini kama tunavyoelewa, kwa sababu ni watu wazima wawili wamekutana, wana idea tofauti, wana mitazamo tofauti ya maisha, basi kutakuwa kuna conflicts. Lakini kwenye kugombana tujitahidi tusiwe tunarushiana maneno, kumsema mtu au kumuinsult mtu, na wasilisha tu hoja zako vizuri kwa kumheshimu mwenza wako. So
Kwenye point ya kuzingatia muda, unaangalia kama mpo kwenye conflict wakati huo, tulia kwanza, au labda mwenzao amekukosea bila kujua, tulia kwanza, tafuta muda ambao wewe mwenyewe kwanza calm down, hauna hasira, hauna hasira ya namna yoyote. Unatafuta muda ambao umetulia na yeye mwenza wako sasa tayari katulia, mmekula, mmeshiba, mnakaa, then unaanza kumuelezea changamoto zako, au unamuelezea kitu ambacho amekukosea. Lakini ukielezea matatizo yako, ukielezea alivyokukwaza wakati ambao wote mna hasira, inaweza ikabuild something ambayo inaweza ikafanya tena mkarudi kwenye kukasirikiana, mkawa tena hamna amani. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia muda wa kwenda kuelezea kitu gani ambacho mwenza wako amekukwaza, si ndio? Yeah, it's true. Yes. Very true. Yes. Kwa hiyo sisi baby, vipi unaona kwenye hilo tuko kwenye swala? Yeah. Sisi we are good. Mimi naona tuko vizuri. Yeah, uzuri, yes, uzuri tumepitia mafunzo ya primary to counseling. Yes, chini ya uongozi wa kanisa letu la DPC. Chini ya uangalizi wa Pastor Gertrude na Pastor Agatha. Kwa kama mnaangalia hii video, shout out to Mungu abariki sana. Yes. Lakini mimi naona kwa tumekuwa rahisi kwa sababu tuko very intentional yani kila mtu yuko intentional kwenye namna ya kucommunicate na mwenzie na kuzingatia hisia za mwenzie. Yeah, sure. Hata kama amenikwaza, nataka niwasilishe malalamiko yangu kwake kwa namna ya upendo, kwa namna ya sio kwamba nile pale kwa wewe umenikosea, sijui umenifanyia hivyo, mwanaume ukoje, mbona ueleweki mimi, yani kusema maneno kama hayo na kuwa hayafai. Kwanza hata mwenyewe hicho kitu namna ambavyo atapokea kwa namna ya jazba hivyo kama ulivyowasilisha. Lakini kutafuta muda mzuri, mmetulia, utaliwasilisha kwa upendo na kwa utulivu, na yeye atakuelezea kwa nini amefanya vile, au atakuomba msamaha kwa upendo na kwa utulivu. Yes, kwa ni kitu muhimu sana kuzingatia ili kutunza tu amani ya ndoa yenu na mahusiano yenu. Yes, very important. Kabisa. Na point number 2. Yes, assumptions and misinterpretation. Ni kitu fulani hivi cha muhimu sana yani. To avoid, ninavyozungumzia hivi nazungumzia kwenye upande wa ku avoid assumptions na misinterpretations. Yes, kwa sababu mnaweza mkagombana, mnaweza mkakwaruzana, mkakorofishana. As we all know kwamba sisi ni binadamu, then tuna madhaifu, mapungufu fulani. Tumeumbwa, tumeletwa pamoja ili tuje kukamilishana kwenye ndoa, tuje kuvumiliana, tuje hivyo kujengana, kukua pamoja katika mambo mengi. Yes. So inapofikia wakati ule ambao mnakuta mpo kwenye hatua au mpo, niseme hatua kwa sababu nikisema hatua inakuwa kama vile hatua ya mafanikio. Ugomvi sio mafanikio. Yaani mkijikuta mpo kwenye situation ya conflict, cha muhimu cha kwanza cha kuzingatia ni kuzuia kukisia kwamba huyu amefanya hivi kwa sababu hii. Yes. Usiassume. Yes. Kabisa. Yaani hicho kitu kitakusaidia sana kwa sababu ukiassume unaendelea kujijaza wewe kile kitu tunasema nini? Hasira. Labda kama ulipata hasira, ukiendelea kuassume unazidi kujijaza hasira yako, inazidi kukua. Yes. Unakuwa unahukumu before hujajua the truth ambayo mwenzio uhalisia wake ulivyo. Yaani kingine ni kutafsiri. Si ndio? Kutafsiri vibaya, avoid kutafsiri vibaya. Hicho kitu nacho pia ni muhimu. Avoid sana misinterpretations kwa sababu mwenzio mnaweza mkawa mmegombana, mwenzio akakwambia kitu fulani, then wewe ukakitafsiri vibaya kwamba ukaongea hichi kwa sababu hii. Unaona? Lakini kwa yule sasa ambaye anakuwa ameongea kitu afu unaona mwenzie ametafsiri vibaya, tujitahidi kumuelezea mwenzio, na muelezea kwamba nilimaanisha hiki. Sio kwamba umeongea kitu ameona umetafsiri vibaya akapanic mwenzio na wewe unazidi kupanic kumuelezea ulichokuwa unakimaanisha. Kwa hiyo hii ni part zote mbili, kila mmoja lazima play part kucommunicate vizuri na kufikisha ujumbe wake vizuri kwa mwenzie kwa upendo. Wote mnajua kwamba binadamu tumetofautiana mitazamo. And mimi naweza nikana mtazamo wangu, mke wangu ana mtazamo wake. Tukagombana kwa jambo fulani, linaweza likawa dogo au kubwa, lakini kwenye the way ya kusolve, mimi nikaongea kitu kutokana na mtazamo wangu, nikawa nimekitazamia tofauti na yeye atakavyokipokea. Yes. Yeye akikimisinterpret, akikitafsiri vibaya kutokana na mtazamo wake moja kwa moja,
anaweza kanihukumu before hajajua mimi nilichokimaanisha au mimi nimeongea kwa sababu gani au nimetazamia nini. Kwa hiyo hicho ni muhimu sana jamani kukiavoid kwenye mawasiliano wakati mna migogoro. Yes. Point ya 3 ni listening. Kama tunavyojua communication is not only about speaking but it is also about listening. Kwa sababu mpo wawili, kuna mmoja atakuwa anaongea, kuna mmoja anasikiliza. Yes. Kwa hiyo tujitahidi kusikilizana. Mwenzio anavyojaribu kuwasilisha jambo lake kwako, make sure unasikiliza na unakuwa attentive. Unajua sometimes babe, mtu anakuja pale anakuelezea jambo lake, umemuumiza, unakuta mtu yuko busy na simu. Babe, unasikiliza? Na kusikiliza yuko busy na simu. Hiyo inachochea hasira, ujue. Ni kitu kibaya. Yaani listening pia ina involve eye contact. Tulia, kama uko unachezea simu, weka simu pembeni. Kama ulikuwa unaangalia TV, zima TV. Ondoa distraction yoyote, kaa vizuri, msikilize mpenzi wako anachokuelezea. Yes, umsikilize kabisa. Umsikie vizuri, uelewe anacholalamika ili muweze mkasolve. Lakini ukionyesha kutokujali, yani wewe umwangalie, uko busy na macho yako, upo busy na mambo yako, unaangalia chini, unachezea simu, au yani inakuwa sio picha nzuri, wala inakuwa haisaidii haisaidii katika kuweka mahusiano yenu yawe mazuri na ya amani. Kwa sababu pia hii ujuzi wa kusikiliza vizuri, kuwa msikivu mzuri, inasaidia pia hata kupoza ile tunasema ni furious, ile tension, ile kuwa na hasira kali inapoza, kwa sababu mtu anapokuwa amekasirika and mko katika situation ya kutaka kutatua ile tatizo lenu. Itamhitaji pia muongeaji apate mtu anayemsikiliza vizuri. Hiyo inakuwa ni hatua ya kwanza kabisa ya kusolve tatizo. Inakuwa ni nzuri sana na unajua ukimsikiliza mtu vizuri, kumuonesha kama unamsikiliza, anakuwa anaona ni kama anapendwa. Yaani kama ulikuwa umemkwaza sana, alikuwa na hasira sana, anatamani kuongea maneno makubwa, lakini ile kuonesha you care. Unajua listen, ukimsikiliza mtu inaonesha kwamba you care kile ambacho anataka kukuambia. Inaonesha inamfanya mtu atulie, ni calm down, awe na amani. Yaani inakuwa inasaidia kusema ukweli. Yes. And point nyingine ya 4, ngapi ya 4? Ya 4. Yes, body defensiveness. Yes, zuia kujitetea. Kujitetea before hata hujamsikiliza mtu. Kwa sababu mtu mwenzako anaweza kawa anaongea kwa lengo la kurekebisha, lakini wewe tayari ukadakia. Kwamba yani kama vile ushaelewa ni kwamba iko hivi. That's not the right way to solve. Yes, inabidi uwe na ile hali ya kutokujitetea, sikiliza mpaka mwisho, then address the issue kwamba hii iko hivi, kwa nini ulifanya hivi, kwa nini imetokea hivi. Yes, just be truthful. Yes, hivyo. Kwa hiyo defensiveness pia inatokea na pride. Yaani mtu hataki kukubali kwamba yeye amekosea. Anataka tu kuonekana kwamba amepatia. Hata kama amekosea tu aonekane kwamba amepatia. Na hii inatokana na ile, kuna watu ambao hawapendi kurekebishwa. Wanaona kama wakirekebishwa ni kama wameshushwa ile ego yao labda, au wamedharauliwa. Lakini kwenye mahusiano, kwenye ndoa haitaki kuwa hivyo. Yani unatakiwa kuwa na pride, unatakiwa uwe mnyenyekevu. Uwe mume uwe mke, kuwa mnyenyekevu kwa mwenzako. Ukiwa na kiburi na maanisha hamtakuja kusolve changamoto. Na itakuwa ni shida sana kusolve changamoto zenu ambazo mnakuwa mnasipitia kama mmoja anakuwa na pride. Tupunguze pride, kila mtu ni mwanadamu na anakosea. Kwa hiyo ukiwa tu mnyenyekevu itakuwa ni vizuri sana, na itamsaidia mwenzio, itampa urahisi mwenzio kuwa na ile uhuru wa kukuelezea changamoto, ili asibaki na vitu moyoni, vile anabaki na vitu moyoni vinamuumiza, anashindwa communicate, inakuwa so nzuri. So that's it, and tuende kwenye point number 5. Yes, the last point. Unresolved past hurts. Avoid kuhusisha yale yote yaliyotokea nyuma. Yes, yalokuumiza nyuma. Either na huyo mwenza wako au kama uliumizwa na watu wengine, inaweza kama familia au mahusiano yaliyopita. Usibebe yale maumivu ya kule nyuma unakuja kuyaingiza kwenye ndoa yako. Tuseme, tutoe mfano babe. Mfano kama mtu amekosea nini labda. Mfano labda mtu karudia kosa. Tunajua sisi ni kama nilivyoongea mwanzo. Sisi ni binadamu, tuna madhaifu.
mtu anaweza karudia kosa, ama makosa ya kawaida. Yes, mtu anaweza kama amejisahau, alishafanya nyuma, lakini amekuja kwa bahati mbaya amerudia tena. Yes, ni vizuri sana kwa mtu ambaye imeonekana kama mtu amekuwa offended akazuia kuhusisha yale ya nyuma, kwamba sasa hivi umefanya hivi, mbona ulifanya tena vile, mbona ulifanya vile, sikumbushie makosa ya mwanzo. Lakini sio pia tu kwa mtu ambaye amekuwa offended, lakini pia kwa mtu ambaye alisababisha, avoid kuhusisha hivyo, kwamba kwenye kujitetea, mbona na wewe ulifanya, mbona hivi ulifanya hivi, kwa sababu ya nyuma ni ya nyuma. And we hope yaliyopita mnakuwa mmefikia hatua ya kusameheana tayari, so haina umuhimu sana kuhusisha yaliyopita. Yes. Yeah. Unapojaribu kusolve tatizo, basi mliface tatizo hilo ambalo limetokea hapo na mlisolve. Yes. Yeah, so that's it for today guys. Hope mmeenjoy, pia mmejifunza. Hicho ni subtopic kifupi, tutawaletea nyingine nyingi zaidi ili tuendelee kujifunza pamoja. Sisi wenyewe bado tuko katika hatua za kujifunza. It's not like tumefika kwamba tuna nini, tunajifunza. Yes, sisi wenyewe tunajifunza, pia tunavyo share. It's a very good thing for us kuona kwamba mnapokea then mnawekea kwenye matendo. Yes, lakini kama kuna points nyingine ambazo unaona ni muhimu na sisi hatujazisema, just comment hapo chini, itatusaidia sisi pamoja na wengine. Yes, msisahau kuacha mawazo yenu. Yes, nini labda mngependa tuzungumzie on the next video. Vitu gani tugusie kwa namna yoyote ile ambayo mngependa, mnaweka tu maoni yenu hapo kwenye comment section. Then tuta put it into work. Yes guys, basi ndio hivyo. Tumemaliza. Thank you so much. Mungu awabariki sana kwa kuangalia video yetu mpaka mwisho. Tunawapenda sana. Hope to see you on the next video. Don't forget to subscribe. Yes, to subscribe guys. Yes, so target yetu ni kufika subscribers 1000. Yes. Na tunaamini kwa uwezo wa Mungu tutafika. So tutafika kwa nyinyi mkitusaidia kushare video zetu pamoja na channel yetu kwa familia zenu, marafiki zenu, ndugu zenu. Tutakuwa mtusaidia sana kufika hiyo goal yetu. Yes, karibuni sana. Tuna mengi ya kushare. Us as Wakristo family. We love you guys. And goodbye. Bye. Amani sana.